Hi you guys, Saseni, naitwa Martha, I'm new to YouTube. I just wanted to introduce myself. Okay guys, nisameni, but I feel so cute, right? I feel cute. Like, I don't know, I'm new to this at the content creator, ati nikuwe na like followers wangu, people that we agree with, tupendane, tusaidiane, to work as a team, especially as women. So mimi hii channel yangu, content yangu nataka mostly ifocus towards issues that negatively affect women. Nataka to come as a team of women, and me, I guess even men, kama if there are men that care, but sana women, juu hata men wakijoin, wakitusaidia, and sisi. Oh, do you like my top? My top is so cute. Katop kangu. Juu hata men wakitusaidia and us women hatupendani, hakuna, that defeats the purpose, unaona. So yeah, nataka tu iwe channel ya wanawake wa come together, wapendane na wasaidiane. I want us to tackle issues kama za FGM, domestic violence, hawa wanaume wenye wanapiganga wanaume kuwekelea mwanamke mikono. Juu mimi hata kama sijai kuwa kwa relationship, I've had men tukakuwa na disagreement, akatumia his masculine nguvu kuniwekelea mikono. So tutako mambo kama hiyo, rape, what other problems, kuchomwa na acid, kuchomwa na mafuta, maji moto, petrol na kiberiti, all bad things that happen to women. Nataka for us to come as women and support each other, na tuongee vile tutasaidiana and how we are going to end this violence towards women. Loving yourself as a woman, putting yourself first, unaona. Like, I have so much to say. I have this was just an introduction. Hata kuna zingine zenye even me I recently learned about. So men they use our womb when they're having sex with you, wakati mnapatana kimwili. Kuna uchawi wanaume wanatumianga kujitajirisha na wumbi yako, unaona. Wakati unatoka damu, unaona, wakati umekuwa na periods, umekuwa kwa hali yako ya kutoka damu, si sasa inaishanga, unaanza upya sasa, ama whenever. So mwanaume wakati mnalala pamoja, kuna uchawi huwa wanatumia to your womb, kujitajirisha nayo, kumanifest maendeleo kwa maisha yake. Saa wewe unaisha, wewe unapungua, yeye anaendelea. So I have and I watch Bougie Style with Sony. Itakufundisha mambo mengi sana, juu hata hiyo ninijulia hapo. So this was just an introduction, saki kuongea mengi. So
Yeah, tupendane tu wanawake, let's love each other. These men, they don't care about us, so kama if they don't care about us, let's come together and love each other. Unaona, tupendaneni. Like hakuna hao wanaume hawatupendi na wananga haja na sisi, so let's love each other. Unaona, let's love each other, protect each other. Juu naona vile kuko siku hizi, if we don't protect each other. Recently kuna wanaume niliwaambia how kuna demu mwingine alirepiwa, akaona polisi huku Kenya, akawaenda akamwambia nimerepiwa, na wao pia wakamrape. Alafu huyo mwanaume nilikuwa nadhani yeye ni rafiki yangu, yeye na rafiki yake wanikucheka, walicheka. So yeah, me I don't trust men. Hata kama ni mume wako, he always be prepared for him to turn against you. Alafu huyu mwanaume alikuwa ananikatia, na kama ningekubali. So hata kama umeolewa, always put your fellow women first. You never know siku mwenye huyu mwanaume atakugeuka. Kama huyo nimekuambia ni I thought alikuwa that huyo mwanaume, he was my friend. Alinichekelea ati unataka kuwa content creator. Anyways, yeye na rafiki yake, but ni sawa tu. It's okay. Juu he supported me, hata ka alinichekelea and all that, he supported me. Yeye ndio alitengeneza hii computer ikakuwa sawa, and I'm using it right now to uplift women. So hata ka alinichekelea and all that, alafu alikuwa ananiambia don't speak up, silence is also power. Ati usiongee utanyongwa, ati utapelekwa mbele. Ati silence is power. Wanakumanipulate. Juu wanaume wanapenda nanga, huwa they protect each other, huwa wanalindana. Hata akijua mwanaume wake mwenzake vile amefanya ni vibaya, huwa anamprotect. Unaona hao wananiambia ni nyamaze, juu wanajua if I speak up it will bring change. Hawa wanaume wanataka tu wanaume waendelee kuturape, kutuua, kutuchoma. Ndio maana huyo nilikuwa nadhani ni rafiki yangu, yeye na rafiki yake walikuwa na ni discourage ati unataka kuwa content creator. Silence. Women, wacha nikuambie, usisafe in silence. Wacha kuteseka ukiwa umenyamaza, ongea. Mungu, if silence was power, mbona Mungu alitupea mdomo? Mbona Mungu alikupea mdomo? Tumia hiyo mdomo. The truth will set you free. But Timayo hakusaidika na kunyamaza. Speak up. The more tunanyamaza ndio the more hawa watu they oppress women wanapata nguvu. Ongea. Ndio maana hata wakati unarepiwa huwa wanakufunga mdomo, ama wakati umekidnapiwa, wakati wote adui amekuja kukuattack, huwa ana-attack mdomo. Hata wacheni niwaambie, kama wale mnajua about sleep paralysis, unawezanga kuongea hapo, inabidingi uite Yesu kimoyo. Yeah, juu hata mimi time nilikuwa naripiwa, I told niliomba kimoyo, juu alikuwa ananiwekelea mkono kwa mdomo. Wanajua kuongea it will bring change. Women, don't be afraid. Ati wanawake wana FGMiwa wakati wanaenda kuzaa. Kuna mwingine niliambiwa hivyo. Ati alikuwa na huyu jamaa, walikuwa na date, walikuwa wamesha patana kimwili. So huyu jamaa alikuwa anajua this lady haja FGMiwa, ako vile tu Mungu aliumba na vile inafaa.
Unajua huyu madam, huyu dame alienda akazaa, huyu mwanaume I think alimsukumia aende azalie aende azalie kwa kijiji, like in the village huko ushago you know, na familia yake ya huyo jamaa ndio ilizalisha huyo dame. Ati wakati alienda waliangalia you know penye mtoto anatoka, ati huyo shosho ati sijui alimuita jina gani, but ina mean mwanamke hajatairi walimtairi akizaanga. Alafu wakati aliuliza huyu jamaa, si ulijua vile ninakuanga, hata tumedate unajuanga vile ninakuanga, si ulijua, you knew I was like this. Akasema nilikuwa nimegojea uzae. Women, if this doesn't make you angry, think about all the things umefanyiwa, GBV yote, gender based violence, ile mambo yote umefanyiwa jueni mwanamke, ama ile mambo yote umesikia mwanamke mwenzako amefanyiwa based on her gender, jueni mwanamke na ukasiriki. Ebu kasirikeni na mimi tushikane. Hii dunia haitaamini. Wanawake watakuwa hivi, watakuwa wamependana. We will choose our fellow women over these men. Na wanawake wenzetu wenye mnafanyia mwanamke mwenzako vibaya, kama kuna mwingine nilisikia alirarua mwanamke mwenzake huku chini, nilidhani ni kumbe hata sisi tumeanza kufanyana hivyo. Haki tusifanyeni hivyo, tupendaneni. Sasa huyo mwanamke, sasa wewe ulirarua mwenzako chini, maybe umeenda jela, mume wako ameenda akatafuta mwingine yaka move on. Sasa hata we umemfanyia favor. Kuna wanawake wameenda jela juu amefanyia mwanamke mwenzake vibaya juu tu ya mwanaume. I'm not judging. Najua hata mimi I can make the same mistake. Mimi niko hapa tutoane makosa kwa upendo, tupendane. I'm not judging. Hata kama we ni mwanamke umeshaipiga mwanamke mwenzako because of a man, it's not okay, but don't I'm not here to condemn you. I'm here tutoane makosa kwa upendo. Na hata ikibidi tukisikia umefanyia mwanamke we ni mwanamke na umefanyia mwanamke mwenzetu vibaya, tunakukuta, and ka wanawake tunakupea discipline. Don't do that in the women community. Unaona, niko hapa yani for us to hold each other accountable. Unaona, to hold each other accountable, kukosoana even physically. Ukifanyia mwanamke mwenza na ni mwanamke tu, we hapana hivi ulifanyia sio poa. So yeah, but sina ubaya, but mtu akifanya vibaya ambiwa amefanya vibaya. Nilisikia ni uko na hii, we madam ulilarua huyo maid huku chini juu ati alikuwa analala na mume wako, hukufanya poa. Don't do that. Don't do that. Sio poa. Usifanye hivyo. But anyways, tupendaneni. Yeah, so that's a little bit of what my channel will be about. Okay. See ya on the next video.